Unajua Ibn Taymiyyah katika Fatawa al-Kubra alipotafsiri aya waqala ar-rasul ya qaumi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani siku ya kiyama mtume atamshtakia Mwenyezi Mungu, atamwambia Mwenyezi Mungu, Mola wangu, watu wangu waliihama hii Qur'an. Kuihama Qur'ani, anasema Imam Ibn Taymiyyah, ni watu wa aina nne. Ukiwa wewe ni miongoni mwao, basi pata kujua wewe ni miongoni mwa watu ambaye mtume atakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye asiyejua kusoma Qur'ani kabisa. Amezaliwa ndani ya dini, amesilimu, mpaka leo Qur'ani hajui kusoma. Apate kujua kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamshtakia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kuhusiana na huyu bwana. Na ndio unaona Imam Ahmad bin Hanbal anasema al-Qur'an huwa ar-ruhu alladhi yuharriku al-umma. Qur'ani ndio roho ambayo inaipeleka hii umma mbele. Bila Qur'ani sisi sote hapa ni mayit. Tumeshakufa. Unamuona mtu anaishi, anakwenda, anarudi, anapanda, anashuka, anakula, analala, lakini ni maiti inatembea barabarani hiyo. Mtu wa pili ni mtu ambaye anayejua kusoma Qur'an lakini hasomi Qur'an. Inaweza ikapita siku hajawahi kufungua Qur'an, inaweza ikapita wiki, inaweza ikapita mwezi, miezi, mwaka. Kuna baadhi ya Waislamu hawasomi Qur'ani mpaka mtu afe. Akifa mtu sasa ndio inaletwa Qur'ani msikitini, wanapigiwa makofi haya. Hapo tena atategea mpaka mtu mwingine aje afe. Waliyadhu billah. Wewe leo unafungua simu mara ngapi wewe? Mara ndogo ulofungua simu kuangalia message yako na mtu aliyokupigia simu na kuzungumza na simu na kuangalia WhatsApp na Instagram na Facebook na TikTok na YouTube. Yule ambaye amefungua mara chache sana kwa siku ni mara 40. Mara 40 kwa siku, lakini hana dakika 10 ya kufungua kitabu cha Mungu. Hata ndani ya simu yake yenyewe amedownload Qur'ani, lakini inaweza kapita siku hajawahi kufungua. Huyu ambaye asiyesoma Qur'an na anajua kusoma Qur'an, vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atashtakiwa na mtume siku ya kiyama.